Jioni ilikuwa tulivu sana. Upepo mtulivu kwa mbali ulipuliza kwa upole, ukibeba sauti za mbali za ndege waliokuwa wakirejea viotani mwao. Jua lilikuwa tayari limezama, likiacha anga likiwa na rangi ya dhahabu iliyofifia polepole kuelekea giza la usiku. Ilikuwa ni muda wa tafakari, muda ambao moyo wa mwanadamu hutulia na kuanza kusikiliza sauti ya ndani zaidi. Ni katika utulivu huo ndipo tunapata kisa cha kijana Lazaro kutoka Logosoit, mtu aliyepitia changamoto wakati alipopokea Injili. Kwa majina anaitwa Lazaro Msumba, nimezaliwa Obena. Kwa sasa mimi ni mkazi wa mkoa wa Manyara, wilaya ya Simanjiro, kata ya Logosoit, kitongoji cha Oloshongeji. Mimi ni mzaliwa wa pili. Mimi ni mzaliwa wa pili kutoka mwisho. Kwa sasa mimi ni mzaliwa wa mwisho. Wazazi wangu wote ni Wakristo, na nawashukuru wamenilea katika maadili ya Kikristo, na hivyo wameniaminisha kumwamini Mungu. Nimesoma, nashukuru wamenisomesha mpaka elimu ya shule ya msingi mpaka darasa la 7. Zaidi nashukuru ndugu zangu, kaka zangu wawili, mmoja ambaye anajulikana kwa jina la Paulo Msumba, ambaye ndo wa kwanza kunipeleka shuleni. Kutokana na jamii yetu ilikuwa ni ngumu kuwasomesha watoto. Hivyo nashukuru Mungu, kwani familia yetu tulikuwa tumejaliwa kwenda shule. Mbona zaidi hawa kaka zangu wakubwa walikuwa ndo wako mbele katika swala la elimu. Kwa kakangu mdogo alinipeleka shule miaka 8 katika shule ya msingi ya Logosoit B, elimu ya darasa la kwanza mpaka kufikisha darasa la 7. Nilimaliza 2008, ambapo mwaka huu 2008 ilikuwa ndo mwaka ambao ni kwa uzuri kwa upande wangu, maana ilikuwa ndo mwaka ambao nilimpoteza wazazi wangu. Nilipoteza mmoja wa wazazi wangu, baba, 2008, na wakati huo nilikuwa katika kipindi cha tulikuwa tunaandika mtihani wa kuhitimu darasa la 7, na hata siku hiyo tulikuwa ndo tunajaza fomu za kumalizia. Hivyo nilipofika nyumbani mchana, nilikuta tulikuwa kwa hatari, kuna msiba baada ya babangu kufariki kwa ajali ya gari jijini Dar es Salaam, ambapo kakaangu mkubwa alikuwa ndo anakaa huko kwa ajili ya kutafuta riziki. Kwa hiyo ile taarifa niliyoikuta kidogo ilinihuzunisha, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu aliendelea kunisaidia na kunitia nguvu, ijapokuwa ndugu zangu pia walikuwa mstari wa mbele katika kunisaidia katika swala la kuendelea kusoma. Msiba ule ulipita, lakini baada ya siku chache kutoka hapo 2008, sikumbuki kama ni 2009 au na mwaka huo nadhani, tulipoteza pia mdogo wangu ambaye yeye ndo wa mwisho kutoka mimi. Nikitoka mimi ndo alikuwa wa mwisho, ambaye baadaye sasa tulibaki ndugu wa 4, akiwepo dada yetu ambaye tayari ameolewa. Hivyo sasa mimi ndo mtoto wa mwisho katika familia kwa watoto ambao tuko hai sasa. Kwa nina ndugu zangu wawili, mkubwa anaitwa Yakobo Msumba, lakini wa pili anaitwa Paulo Msumba, na dada yangu pia ambaye ameolewa, ambaye anaitwa Nairobi Msumba, na Mungu awalinde wote walipo. Maisha yaliendelea. Mama yangu alikuwa ni muumini mzuri wa Kikristo na alikuwa ameokoka, na tulikuwa tukisali katika kanisa la KKT wakati huo, na alikuwa ni mama aliyookoka zaidi.
Hivyo yeye ndo alinikuza toka ngali mdogo na kunifunza amri za Mungu, na hivyo amenifanya nimwamini Mungu zaidi toka nikiwa mdogo mpaka sasa. Kutokana na maisha ya malezi ya wazazi wangu na ndugu zangu ambao ndo wanilea kwa muda mrefu, kuna ukweli ambao niliujua toka kitambo kidogo, lakini sikuweza kujiweka wazi kwa sababu nilikuwa nikihofia zaidi ndugu zangu, maana ndo walikuwa wamebaki kwamba ndo baba yangu wote. Kwa hiyo nilikuwa na hofu, nilikuwa naogopa sana kujiweka wazi kwamba mimi kuna sehemu fulani nimeona ni sahihi zaidi, hasa katika maandiko matakatifu ambayo yameuzungumza toka Agano la Kale mpaka Agano Jipya kuhusiana na siku ya Sabato. Nashukuru Mungu kwa sababu mimi nimepata elimu binafsi, maana mimi nimesoma maandiko, lakini kutokana na hiyo hofu ya kuiogopa familia sikuweza zaidi kufuatilia zaidi. Lakini zaidi ule ukokuwa unaisha, nikazidi kuona watu wakibadilika, nashuhudia na mimi nikiwa nikitamani, lakini sikufanikiwa kufanya hivyo kutokana na ile hofu, maana mimi bado ni mtoto, lakini pia ni kijana nililelewa chini ya wale wakubwa zangu wawili. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana mimi kufanya maamuzi bila kuwaomba. Na wao baada ya hapa kwetu kulipotokea masuala ya mgawanyiko katika kanisa la KKKT, walitengeneza sehemu yao ya kusalia ikiwa jamii yetu hii, wakatengeneza kanisa ambalo linajulikana kama Ong'one Ama. Baada ya hapo sikuwa na bado tena nilikuwa na uoga mkubwa. Ujue unapomwogopa yule, nilikuwa nawaangalia kama wazazi wangu, lakini pia nilikuwa nina hofu zaidi, nilishindwa kufanya yale ambayo mimi naona ni sahihi na ni vema katika kuyafuatilia. Kwa hiyo nilienda naye Ong'one Ama, lakini sio kwamba wale hawajui siku ya Sabato, walikuwa wanaijua vizuri tu, ila wameamua tu kuitenga sehemu yao ya kwenda kusalia. Hivyo na mimi nikaona niende pamoja nao. Tulipoenda huko, ule ukweli uko bado unaendelea mimi kunisumbua kwamba siku muhimu zaidi na siku sahihi ni siku ya Jumamosi, ambayo ndio siku ya Sabato, ambayo Mungu ndio aliipanga kila mwanadamu, na kwa kuwa Sabato haikutengenezwa kwa ajili ya mwanadamu bali itengenezwa kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Hivyo ikiwa bado mimi naendelea kujifunza haya, nikaona siwezi kujifunza nikiwa nje ya Sabato. Bado mimi ni mchanga zaidi katika masuala haya, lakini kuna ukweli umeshaniingia. Lakini ili nijue zaidi, nikaona si vyema, ni bora niende kabisa katika kuabudu katika kanisa hili, ili niendelee kujua zaidi na kutambua zaidi ya vile ambavyo mimi niliona. Na kweli baada ya kukutana na baadhi ya watu ambao tayari wao wanasali katika kanisa hilo, walizidi zaidi kuniongezea ile imani yangu kidogo nilichokuwa nacho, na kuongezeka zaidi na kuniongezea ile ujasiri ambao nilikuwa sina kwa mara ya kwanza. Mara ya kwanza tukiwa hapa nyumbani, kuna mtoto mmoja, ni kijana mdogo sana kwangu, ni kama mdogo wangu wa mwisho kabisa. Anaweza akawa na miaka 18, 19 kama sikosei, na mimi hapo nina umri wa miaka 32. Kwa hiyo nikimtazama huyo mtoto na mimi jinsi nilivyo, ni vitu vili tofauti. Yeye ni mdogo sana, alafu mimi mkubwa. Sasa nikaona hii inakuaje? Mbona huyu mtoto afa amenihubiria mambo mengi ambayo mimi sijayashika, lakini nashukuru amejitahidi kunielezea, na anaelezea bila hofu ya kwamba siku maalum ni siku ya Sabato. Mambo mengi amenielezea, japokuwa mimi sijashika vizuri, lakini amenielezea mimi mpaka nisome Biblia ndo naweza nikaielewa zaidi. Kwa hiyo yule kijana akawa amenielekeza zaidi, nikawa nimeelewa. Kuna masomo ameniandikia, nikaanza kufuatilia. Nilipofuatilia kuna ukweli kabisa mkubwa. Naye pia alithubutu katika kanisa hilo la Ong'one Ama kuhubiri siku ya Sabato mbele ya kanisa alipopewa nafasi. Na ni mtoto mdogo bado, ile pale kanipa mwangaza mkubwa ya kwamba huenda kuna ukweli mkubwa umefichwa. Sasa huenda mimi niko tayari sasa kufuatilia. Alihubiri masuala ya Sabato katika kanisa la Ong'one Ama alipopewa nafasi ya kusimama na kuwasalimia ndugu zake, kwa sababu huyo kijana anaitwa Mathayo Noah, baba yake ni mchungaji wa hilo kanisa.
kwa baba yake hajasoma. Kwa hiyo yeye ndo mtoto wa kiume wa huyo mzee ambaye alimpeleka shule ya Rouvray Miti, ambayo shule hiyo inajihusisha ina mafundisho makubwa ya Sabato.